changamoto gani unapitia sana unapokuwa na timu ya media? Unajua kuna kitu kimoja ambacho ukiwa nje ya timu ya media kuna picha ambayo ipo. Wanaamini kwamba watu wa media wengi hawajaokoka. Kwa sababu pia wakati ibada inaendelea, mtu wa media lazima awe macho. Yaani lazima kazi yake ni capture moment. Ndio kitu ambacho kinamweka pale. Sasa watu wengi wanaamini kwamba wale watu hawajajaa roho. Kiongozi wa praise anatakiwa kweli kujaa roho, anene, ila anatakiwa kupoteza anatakiwa kuacha biti, umeshaelewa, na anatakiwa kuongea maneno yasiyoeleweka. Si ndio hivyo? Na mtu kama ndivyo hivyo namna alivyo. Kwa hiyo ni perception tu za watu ambao zinawafanya watu wa media waonekane namna hiyo. Wanaonekana kwamba hawajai roho, hawatoi sadaka, wana maisha matakatifu. Sio kweli, hao ni watu wa Mungu kabisa. Kazi ya media ni kuwasaidia wale watu ambao wako nje ya kanisa lisiokuwa na kuta kupata taarifa na kupata ibada. Hiyo neno moja ulitoe kwa watu wa media, unaweza kusema neno gani? Ni kwamba wamtumikie Mungu kwa moyo wote. Watu wa media tumtumikie Mungu kwa moyo wote. Tusisikie maneno. Media ni mchungaji namba 2. Media ni mwana praise namba 2. Media ni mzee wa kanisa namba 2. Umeshaelewa? Chochote ambacho kinafanyika kanisani ili mtu wa nje aone, anamhitaji mtu wa nini? Mtu wa media. Ili ujumbe ukufikie huko Ujerumani, huko Uholanzi, huko China, unamhitaji mtu wa media. Kwa mtu wa media kanisani ni kiungo muhimu sana.